the Lord bless you. Wabariki. Got offside, but anyway. Kama sijajita. I'm grateful to be here. Nashukuru Bwana kuwa hapa. This is my first time to be in Chemelil. Hii ndio wakati wangu wa kwanza kuja mji wa Chemelil. And I thank the Lord for being here. Namshukuru Bwana kwa kuwa hapa. Because this is the right time He wanted me to be. Maana hii ndio wakati mwafaka alitaka niwe hapa. I'm very grateful. Nina furaha sana. To have fellowship with you, brethren, this kuwa side. na ushirika na nyinyi wa ndugu wa huku. And I really thank God. Na namshukuru Bwana sana. Right now, sasa hivi, to me, I've really enjoyed these 2 days. Kwangu nimefurahia sana hizi siku mbili. We are indeed special people. Sisi ni watu hakika, watu special. Sisi ni special mno. And as the word has said, jinsi neno lilivyosema, what it is. Hivyo ndivyo ilivyo. And for me, I really take myself special. Kwangu mimi najichukulia mimi binafsi mtu special mno. Because kwa sababu me, I'm a living testimony. Mimi ni ushuhuda ambao uhai. Hallelujah. I cannot fear to speak. Mimi husema kwamba siwezi kuogopa kunena kuhusu. Because this Bible, sababu Biblia hii is true. Ni kweli. This is the only truth that we have in the world. Hii ndio kweli pekee ambayo tunayo ulimwenguni. Kitu ambacho kimeandikwa hapa. Something which is written here. Kitu ambacho kimeandikwa hapa. It is very true. Ni kweli. Here is God in written form. Hapa ni Mungu kwa hali ya maandishi. But he comes down and manifests lakini yeye hushuka na kuidhibitisha that this word is the same yesterday, kudhihirisha na kuonyesha kwamba neno hili ni jana, leo na hata milele. Haijawahi badilika. He promised to give the Holy Ghost. Aliahidi kupeana Roho Mtakatifu. He has given us the Holy Ghost. Ametupatia Roho Mtakatifu. Me, sometimes when I look at myself, I say, who am I? Mimi wakati fulani nikijitazama mimi hujiuliza, mimi ni nani? The God of heaven, Mungu wa mbingu, to come aje and sit in this body. Ashuke na akae katika mwili huu. Brethren, wadugu, when I say it's a living testimony, nikisema ni ushuhuda ulio hai. Our God is very true. Mungu wetu ni kweli mno. And brethren who are here, and you are waiting for the Lord. Unamngojea Bwana akujaze na Roho Mtakatifu. I want to tell you, nataka kukuhakikishia that God will come. He will come into your heart. Atakuja moyoni mwako. Don't lose hope. Usikose don't lose hope. As long as you know that you are called, mradi tu unajua kwamba umeitwa. You know deep in your heart you unajua moyoni mwako that you never join, you just never joined. Au kukuja tu kujiunga, but you were called. Uliitwa. And this call is individual. Wito huu ni wa mtu binafsi. It's individual because everyone has, maana kila mtu a day when he was called. Ana siku ambayo aliitwa. So brother, my sister, ndugu yangu, dada yangu, if you were called, kama uliitwa, rest assured. Kuwa na hakikisho. Rest assured. Don't even doubt. Usishuku. God will come into your Mungu anakuja moyoni mwako. He will come. Atakuja. Because it is what he promised. Kwa sababu hivyo ndivyo aliahidi. So he will fulfill it. At his right time. Wakati wake unaofaa. Even when you are not prepared. Hata wakati hauko tayari. At his right time. Wakati wake unaofaa. He will meet you wherever you are. Atakutana na wewe popote utakapokuwa. And he will get you offside. Na atakupata kama hauko tayari. At a time when you never expect. Wakati ambao hauko unatarajia kwamba huu ndio wakati atakuja. Let me tell you. Wacha nikwambie. Even me, the day I got filled with the Holy Spirit. Mimi siku niliyojazwa I was completely offside. Nilipatikana nisipokuwa tayari. Because I never expected that the Lord sikutarajia kwamba Bwana with the Holy Ghost atanijaza Roho Mtakatifu when I'm busy wakati ninachukua kamera the meeting on the ninasa video ya mkutano. Already known, even in my heart, mimi nilikuwa ndio moyo wangu, I knew that for me getting filled in a church, kujaza Roho Mtakatifu katika fellowship ama katika ibada, no, it can't happen. Haiwezekani. Because kwa sababu I'm the one who captured. Nina majukumu ya kuchukua kamera ya video. Used to get filled with the wale ambao walikuwa na I'm the one who used to capture. Mimi ndio nilikuwa na wanasa. So for me I say, sasa kwangu kwa nasema for me, because my eyes are always open. Kwa sababu wakati wote macho yangu yako wazi na mambo yanaendelea. So the Lord will not come. Bwana hawezi kuja kwangu na maybe the day when you will want to fill me. Labda siku atakayetaka kunijaza in my house. Labda nitakuwa kwa nyumba nimefunga macho naomba. I'm concentrating. Mimi sasa nashughulika na maombi. Hapo ndipo the Lord anajua
from there. Mungu atanijaza Roho Mtakatifu. You see, Unaona? that was me as Hiyo ni mambo yangu really kama that geni. is how I had Na hivyo hakika hivyo nilikuwa najua. For me I know. Kwa sababu Mungu the anajua. Lord will fill me. Maybe in the house. Utanijaza labda nikiwa kwa nyumba. But let me tell you. Lakini wacha God's niwaeleze. ways are not our ways. If your eyes open like Macho yako yako wazi hivi. He comes. Anakuja. He comes. Anakuja. Let me tell you, brethren. Wacha niwaambie wandugu. That day, Hiyo siku to know that I was not prepared. kujua kama sikuwa But when the nimejitayarisha. preaching of the word was going on, Wakati mahubiri yalikuwa I yanaendelea. still remember Na very kukumbuka well vizuri what the mno preacher was kile ambacho was on. mhudumu He alikuwa was talking anasema. about Abraham. Alikuwa ananena kuhusu Ibrahimu. The visitation of those angels when they visited Wale Abraham. malaika walipokuja kumtembelea They Ibrahimu. visited Abraham. Walimtembelea Ibrahimu And according to what the Spirit was speaking, kulingana na kile ambacho Roho alikuwa ananena kupitia mhudumu. Alisema Abraham was visited on that day. Ibrahimu alitembelewa hiyo siku. Did Abraham pray about it? Je, Ibrahimu aliomba kuhusu tembezi? Was Abraham aware that God was coming on that day? Ibrahimu alikuwa anajua kwamba Bwana He was alikuwa not aware. hakuwa He anajua. never prayed. Hakuomba. But God, Lakini just Mungu visited Abraham alimtembelea tu Ibrahimu as a friend. kama He rafiki. visited him as a friend. Alimtembelea kama And rafiki. there he was. Na hapo alipo. So, because of that, Kwa sababu ya hiyo, when he spoke that statement, aliponena that God visited Abraham without an appointment, ya kwamba Abraham Mungu never prayed about alimtembelea Ibrahimu it, but bila God just visited kuomba Abraham ruhusa. as a friend Alimtembelea tu kama rafiki because of the kwa promise. sababu ya ile ahadi. So in my heart, Moyoni mwangu, you know, in my heart at that time, unajua moyoni mwangu wakati huo I said, nikasema, Bwana, surely hakika you visited Abraham ulimtembelea Ibrahimu without even prayer, hata bila yeye kuomba, but you visited him as a friend. ukamtembelea kama rafiki. In my heart, Moyoni mwangu I said, nikasema, why not me? mbona sio mimi? Brethren, Wandugu, it was like I was speaking to God's ear. nilikuwa namuonezea Mungu masikioni mwake. When I asked that question, Nilipouliza swali hilo, why not me? mbona sio mimi? Where the power came from, Pale ambapo nguvu I ilitokea, felt, you know, like a bomb. nilihisi ni kama ni bomu imeanguka kichwani mwangu. Then immediately it went into the Hapo na heart. hapo ikaenda moyoni, Now in moja kwa moja. here on my chest, Hapa kifuani mwangu I felt like the chest was going to burst. nilihisi ni kama kifua kinaenda kupasuka. That is when, Hapo ndipo I wanted to behave like a man. nilitaka kujikaza kama mwanaume. So Sasa I never wanted to cry, but because the sikutaka thing was kulia. bursting, Hiyo kitu kilikuwa kinapasuka. that's when I screamed. Hapo ndipo nikapaza mayowe. And then I struggled Nikagagana. because I felt the Maana power was moving. nilihisi nguvu ilikuwa inanipeleka. Hold the Nikajaribu chair. kushikilia kiti. I don't want to fall down. Sitaki kuanguka chini. Acha niwaambie. I think God said you. Mungu akasema wewe, Now I'm going to put you down. naenda kupiga kueleka uanguke But chini. I will roll you like Nitakuangusha chini kulingisha kama mpira. Kilichofanyika Now it is the rest of the ones who ni are mwingine sasa, ni wale waliokuwa wanaweza kusema which direction I took. pande upe nilichukua. But me, I saw myself Mimi nilijiona as if I was covered in fire. nikana kama nilikuwa niko I was ndani ya rolling moto. like Nilikuwa ndani ya moto. And see, there I saw myself as if I was rolling down into a steep place like this. Nilikuwa naona ni kama ninaviringika kuingia mahali penye pameenda But chini. when the ones who were there were saying again, I was opposite. Wale ambao walikuwa wanasema nilikuwa ninaviringika nikienda upande wa juu. That is how God. Hivyo ndivyo Mungu And let anavyofanya. me tell you, after how many years Wacha nikwambie baada ya miaka ngapi of believing this ya message, kuamini ujumbe huu, of believing this message, kwa kuamini ujumbe huu. brethren Miaka have ngapi? been coming to Kwa Kampala. ndugu walikuwa kuja My brother here, ndugu yangu never come to Kampala, anawahi kuja preach to us about akatuhubiria the Holy Ghost. kuhusu kupokea Roho Mtakatifu. We believed it. Tukaamini, With all nikaamini my heart. na moyo wangu wote. Brother Mugo, Ndugu Mugo, our late brother, ndugu wetu mpendwa aliyetoa put aliondoka, us on a real foundation. alituweka kwa msingi halisi, Put us on a real foundation. alituweka katika Let me tell you. Wacha nikwambie, God, Mungu, this is why I always say hii ndio Bwana Mungu sema, that where our brother is, pale alipo ndugu wetu, I will be there. nitakuweko. I will be there. Nitakuweko.
brethren, I will be there. Kwa ndugu nitakuwepo. Because I was convinced Kwa sababu when God showed me, wakati Mungu aliponionyesha, you know, there was a confusion in Uganda. Kulikuwa na tatanisho so kule many ministers had come. Wahuduma wengi walikuwa shakuja na fundisho tofauti. Wengine kutoka. So there was a bit of confusion. Kulikuwa na tatanisho. Hatujui ni njia ipi kufuata. Watu wagani kufuata. So I prayed. Mimi nikaomba, God, Mungu, after that prayer in the night, baada ya maombi usiku, Mungu akanionyesha. And when he showed me that dream, aliponionyesha hiyo ndoto, ilikuwa ni I prayed, and the person who was operating that train was Brother Mugo. Mwenye alikuwa anaendesha gari ya moshi alikuwa ndugu wetu Mugo. So when he operated the train, wakati alipokuwa akiendesha gari ya moshi, very many people, watu wengi ndani ya gari ya moshi hiyo, in the train, ndani ya gari ya moshi. So Brother Mugo started moving with the riding the train. Ndugu Mugo akaanza kuendesha gari ya moshi. Now when we reached a hill, tulipofika in the middle of the mlima hapo katikati mahali fulani, the train started skidding. It was not moving forward. Gari ya moshi ikaanza kwenda mbio, kept on skidding, ikaanza kuteleza. Then Brother Mugo said, Brother Mugo akasema, do you know, unajua nini what we are going to do? Chenye tunaenda kufanya, I'm going to reverse this train. Naenda kurudisha nyuma. Take it back to the starting. Nirudishe kule nyuma kule tulikoanzia. Then from there, tokea hapo, I will give it speed. Nitaipatia speed and we shall climb this. Na tutavuka mlima. Sasa when he was reversing that, alipokuwa akirudisha nyuma hilo gari la moshi, many people who were in that train, watu wengi ambao walikuwa katika gari ya moshi, the train had failed to go. Walidhani gari ya moshi imeshindwa and many people, ya kwamba inarudi nyuma yenyewe. Many people wengi off the train, waliruka. Many people jumped off. Waliruka kusema hiki kitu kinarudi nyuma. And when they jumped off the train, waliporuka kutoka kwa gari ya moshi, they fall in a valley. You could hear them just, you know, the voices as if walianguka kwa mitaro kule nyuma chini. Unaona ni shimo huko chini, sauti zikianguka wakienda ni kama wanapotea. But very few of us, lakini wachache wengi wetu tulibaki mpaka kule tulikoanzia. Took off. Alafu gari ya moshi ikaanza tena. We took off and we finished. Tulianza na tukavuka mlima huo. And I came out of the wind. Na nikatoka kwa ndoto yenyewe. Do you know what God did? Unajua ni nini Mungu alifanya? Brother Mugo came back to Uganda the second time. Ndugu Mugo akarudi Uganda mara ya pili. Brother Mugo came back the second time. Wakati ndugu Mugo aliporudi mara ya pili, the teaching that he taught us, fundisho aliyotufundisha, was the stature of the perfect. Ilikuwa ni kimo cha mtu mkamilifu. Foundation of Christianity. Hiyo ndio msingi wa Kristo. Akatwambia there's nothing, hakuna chochote you can do, unaweza fanya without the Holy Ghost, bila Roho Mtakatifu. So all these 7 virtues, for you to get them, you cannot get them without the baptism of the Holy Ghost. Hawezi kuwa nazo bila ujazo wa Roho Mtakatifu. We were told, mara ya kwanza kwa kufundishwa, we were told, tulikuwa tumefundishwa that you have to have those 7 virtues first, lazima kuwa nazo hizo 7, ndipo ndio upate Roho Mtakatifu. Ikakuwa sasa ndio kinyume. So when Brother Mugo taught us that, wakati ndugu Mugo alipotufundisha hivyo, when I related to the dream, nilipoilete exactly Brother Mugo katika ndoto to the foundation, ilikuwa hakika ndio Mungu aliturudisha katika msingi, aliturudisha nyuma kwa msingi tena. From there we understood. Kutoka hapo tukaelewa. From there we follow. Kutoka hapo tukafuata sasa. I tell you we follow. Nakwambia tulifuata. Yes. Follow. Tulifuata. After how many years? Baada ya miaka ngapi? Following. Ya kufuata. Fundisho. We've been coming to meetings. Tumekuja tukikutano, Thika, Kampala angekuja. Teachers, yes, tufundishe. Of course the word is amen. Neno kweli hakika ni amina. Amina kwa kila neno. This is why I say, ndio kwa maana sasa 35 years, baada ya miaka 35 ya kuamini, the Lord came. Bwana atakuja. Hiyo ndio msingi ya Ukristo. Don't lose hope. Usikate tamaa. Usidanganyike. Usidanganyike. The Holy Ghost, Roho Mtakatifu kwanza. And if you are here and you have that, uko hapa in your heart, na uko una hiyo moyoni mwako, you are believing that, unaamini hilo, God will come. Mungu atakuja. He will come, let me tell you. Atakuja. And even you are staying, hata kukaa kwako, because to me, kwa sababu I said,
in the 35 years, Kwa hiyo miaka he 35 was with me. alikuwa na mimi. He was with me. Definitely. Alikuwa he was with me. hakika alikuwa na mimi. Yeah. Because my life, Maisha yangu ilikuwa I was imebadilika. not the same like when I was Sikuwa jinsi nilivyokuwa So there was a nikiitwa. change every Basi time kulikuwa na when mabadiliko we wakati come wote and sit in tunakuja, fellowship like this. tukikaa kusanyiko Brethren, kama there's hapa, something taking kuna place. kitu kinafanyika moyoni You are mwako. not here in vain. Au kwamba bure. There's something, God is doing something, stopping Kuna us, kitu Mungu anakipata akichonga, organizing you, akimuweka tayari become that perfect one. ufanyike kama mtu mkamilifu. And when is done with you, Atakapomalizana na wewe, he will come in. atakuja. Because right now he may be walking with you. Sasa hivi Know anakuwa that he- akitembea na wewe, Every hivi kama time. ako na wewe wakati You wote. are not alone. Hauko peke yako. God is with you, Mungu ako na wewe, cleaning you, akikuosha, akikusafisha, then when you are ready, akichonga, basi utakapokuwa and he's tayari. the one who will make you ready. Yeye ndiye Not atakufanya yourself. tayari. Si There's wewe no mwenyewe. part that you play. Hauna chochote You play no unacheza. part. Hauna sehemu. For you, the part you have to play Sehemu yako ya kucheza when meetings are ni here. wakati like this, mikutano iko hivi, kuja. come and sit down and Kuja listen. ukae chini usikilize. Because this is how you are getting washed. Hivi ndivyo unapoosha. So by the time you leave here, Wakati even unatoka, today when you leave hata here, siku ya leo you unapotoka just hapa, know that something jua happened. ya kwamba kitu And you kimekufanyikia. are moving towards your Unaelekea because you are moving towards. unaelekea That's kufika the- kimulio. Let me tell you, Acha nikwambie. we shall rejoice. Tutafurahia. Bwana